Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika kuendelea na hizi masomo yetu haya mafunzo yanayohusiana na mada principles of life, siku ya leo tunaenda kujifunza mada hii kwa kuangalia kanuni au methali moja ya mtaalamu mmoja, ambaye methali hii inasema kwamba knowing yourself is the beginning of wisdom. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Hii ni methali ambayo imetolewa na Aristotle, ambayo ni katika manguli wale wa kielimu. Amekwenda kutoa methali hii kwamba ikimaanisha kwamba kujielewa katika nafsi yako ni kitu kikubwa sana katika kupata busara au hekima, ambayo pia kwa upande mmoja hii ni sasa na kuzungumza kama ni kitu kinaitwa self awareness. Sasa tunakwenda leo kujifunza katika msemo huu ili kuweza kuelewa kile ambacho tayari nimekusudia kukiandaa katika siku ya leo. Na hizi miongoni mwa zile inaitwa ni quotes of the day. Maana katika pale kwenye Google pana taarifa muhimu sana ambazo zinatoka kila siku kupitia mitandao hii kwenye The Economic Times. Methali hizi wanakuwa wanaziweka. Kwa hivyo kuna methali katika kuweza kujua mada yetu kijumla ile knowing yourself is the beginning of wisdom. Basi tutakwenda kwenye kuifanua methali hii kwa kuangalia msemo mwingine ambao msemo huu umetolewa na Angela Maya, ambao ni katika wale American scholars, ambao msemo unasema our brain is designed to prioritize emotional experience. Our brain is designed to prioritize emotional experience over factual ones. Huu ni msemo maarufu ambao msemo huu, methali hii umesheheni principle kadhaa, umesheheni kanuni muhimu sana kwa ajili ya kwenda kupata na kuchota kanuni hizo ili kuweza kufaidika nazo kwa ajili ya kujenga maisha yetu. Katika kanuni hii au methali hii inazungumza kwamba akili yetu imeumbwa kuchagua yale yaliyomo ndani ya nafsi zetu kuliko yale yaliyomo nje yake. Kwa hivyo katika kuangalia neno hili au emotion, tunaenda kuangalia kwanza kipengele kile cha emotion yenyewe ambayo ni emotional experience. Tunaenda kujifunza kwanza neno emotional experience maana yake. Kwa ufupi tunasema kwamba emotional experience hizi ni fikra au hisia za ndani za mwanadamu ambazo kwa kiasi kikubwa zinatoa dalili na mahitaji au matakwa ya mwanadamu katika hali isiyo ya kawaida. Mafanikio ya mwanadamu yamefungamanishwa na hisia za nje yake na hisia za ndani yake. Kwa hivyo kuna hitaji kubwa la kuelewa kutosha katika swala zima la kuweza kujua zile emotions zetu. Kwa hivyo ingawaje neno hili pia nimeshabihisha maneno kadhaa ambayo yana ufanano, ikiwemo emotional literacy, emotional experience, emotional awareness, lakini kijumla zote hizo kwa sababu ndo zina mfanano na zina maana sawa katika matumizi, ingawaje kuna tofauti ndogo sana. Kwa hivyo hii ni taaluma kwa ujumla inayohusisha kuchambua, kwanza kuainisha, kuchambua na kudhibiti kwa ajili ya kupata kudhibiti hisia za ndani na kwa lengo la matumizi kutokana na udhibiti wa hisia hizo. Ambapo kwa ujumla katika eneo hili tunaangalia swala zima la mwanadamu anakuwa na upendeleo, mapenzi, desire, anakuwa na desire. Kwa hivyo hii ni taaluma inayoshirikia desire za mwanadamu. Kwa hivyo kwa ujumla pia tunaangalia kwamba desire kwa vile inazungumzia masuala ya desire au mapendeleo ya mwanadamu. Hivyo inahusisha kupenda, kuchukia vitu, mavazi na mambo mbalimbali. Kwa hivyo ni taaluma ambayo inahusisha masuala ya kuchukia vitu au kupenda vitu mbalimbali katika maisha ya mwanadamu. Lakini kifupi tunaweza kuzigawa desire hizi katika maeneo makuu kwa muktadha na mahitaji ya mada yetu. Tutaenda kugawa mihemko ya mwili, physical desire, lakini pia tunaenda kuangalia yale miziko ya akili. Kumbe katika akili zetu pia na kule kuna vitu ambavyo tayari akili inajisisimua na kuweza kutoa mambo fulani. Kwa kwanza na ile mihemko ya physical desire, kwa mfano kuna masuala ya matamanio ya kijinsia, kuna masuala ya kupenda, kuchukia, masuala ya kuvutiwa, njaa, maumivu na kadhalika. Lakini pia kwa upande wa mihemko ya akili tunaenda kuona moja kwa moja kwamba nafsi binadamu anakuwa na fikra
anapitikiwa na mawazo, anakuwa na malengo, anakuwa na vipaji, ndoto, ilhamu na kadhalika. Kwamba vyote hivi ni vitu muhimu sana kwenda kuzingatia kwa ajili ya mafanikio. Kwa ajili ya safari ya mafanikio ya mwanadamu, lazima masuala haya yanahitaji mwanadamu kwenda kuyatafakari vya kutosha, kwa sababu pale ndio kuna hazina ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea hazina hizo kwa ajili ya matumizi katika maisha yetu. Kwa kuendelea ni kwamba kwa jumla mihemko hii huwa na taathira kubwa katika mienendo ya mwanadamu katika hali ya chanya au hasi. Kwa mfano, kijana ni muhimu sana kupata taaluma ya maendeleo, taaluma juu ya mienendo ya mwili wake, hasa katika makuzi yake, ili aweze kuepuka changamoto mbalimbali katika maisha yake halisi. Taaluma hii pia ya kuelewa mihemko ni vitu ndiyo chachu inayosaidia kuelewa maeneo muhimu sana. Kwa hivyo kwa upande wa muktadha huu tutaenda kuangalia kwa leo swala zima la ndoto na ilhamu pamoja na masuala ya kipaji. Kwa kuanzia na ndoto, kwa sababu pia tunasema kama ndoto kwa vile miongoni mwa zile operations zinazofanya katika akili. Kwa hivyo ndoto ni zawadi kubwa sana aliyobarikiwa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, ambayo hutoa ishara zake kwa njia ya mawazo au fikra zetu, ambao ndoto kijumla tunasema hii ni emotional mechanism, masuala yanayokuja katika fikra, katika hisia za mwanadamu. Lakini pia katika kubaini ndoto kuna matendo yanaonekana nje ambayo huchomoza na kufikia kubainika kutokana na matendo yanayojirejea kwa mhusika. Na hapa tunaenda kumuona mwanafalsafa Maria Montessori. Ni katika mangundo ya kitaaluma. Huyu ni mwanafalsafa maarufu sana katika elimu ya watoto, hasa wale watoto wa nasari. Kwa hiyo mwanafalsafa huyu alisisitiza kuwa watoto wawekee mazingira maalum na vifaa vya kutosha kwa ajili ya kujifunza kwao, kwa sababu baada ya watoto kuwekewa vifaa kwamba namna wanavyocheza vifaa vile pale inaonyesha dalili kwamba watoto, kwa mfano, wanaonekana baadhi ya watoto wanaendelea kuchezea vifaa vya moto electronic, wengine wanaangalia vifaa vya magari, wengine wanaangalia masuala ya vifaa vya ukulima, ujenzi na ufundi mbalimbali. Kwa hivyo pale ndio moja kwa moja baada ya kuchunguzwa kwa makini, kwa sababu namna watoto wanapocheza, kwa hivyo wanacheza katika hali ya kujirejea kwa kila wakati katika vifaa husika. Kwa hivyo inaleta picha kwamba hapa namna wanapocheza vifaa vile inatoa taswira kwamba kuna ndoto pale. Kwa hivyo kwa mfano kama mtoto anaonekana kila wakati yeye anakwenda katika masuala ya electronic, kwa hivyo inaonyesha dalili za ndoto au kipaji kwamba mtoto huyu ana kipaji cha kuwa fundi wa magari, anaonekana kwamba ana kipaji cha masuala ya moto electronic na kadhalika. Ana kipaji, au tunaangalia masuala mazima ya ndoto za watoto. Lakini kipaji, tunaona kwamba kipaji ni utundu au uwezo wa wanadamu hasa vijana ambao unaonekana katika matendo yake, ambao huu tunasema ni mfumo unaitwa operational mechanism, kwamba tayari mtoto anaonekana anatengeneza vifaa mbalimbali vya ubunifu. Kama mfano katika kipaji cha uchezaji mpira, kijana anaonekana kwamba ana uwezo mkubwa sana kucheza mpira, ili hali hajakwenda hata kwenye chuo chochote, lakini anaonekana kwamba ana uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Kwa hiyo hichi ni kipaji chake ambacho kinaonekana katika utendaji hasa. Kipaji inawezekana kama ni ufundi, katika ufundi wa kuchonga, uchezaji wa mpira na michezo mingine, na maeneo mbalimbali yakiwemo hayo ya electronic na kadhalika. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kwa mwanafunzi, kwa mwanadamu kuweza kubaini ndoto au kipaji chake alichojaliwa kwa ajili ya kwenda safari ya maisha yake katika njia nzuri kabisa. Kuna mwandishi James Clear katika kitabu chake Atomic Habit ameeleza kwa mwanadamu ana msingi wa nafsi ndani yake, ambao bila shaka katika kama tulivyozungumza kwa awali, kuna ndoto na vipaji, msingi ambao ulikwisha jengwa ndani yake. Kwa hivyo tunapaswa kwenda kuchunguza vya kutosha, kwa sababu msingi huo ndio msingi ambao unahitajika kwenda kufanywa kazi kwa ajili ya mafanikio ya maisha yetu. Hata pia katika Qur'an kupitia sura ya pili ya 30 sura Baqara, kule Mwenyezi Mungu aliposema kwamba inni ja'alun fil ardi khalifa, mimi nitamuumba khalifa. Khalifa tunasema kama ni kiongozi. Kwa hivyo hata katika hali ya kidunia kwamba namna kiongozi anapochagua viongozi wengine kwa ajili ya kukasima madaraka, basi anakuwa ameshaangalia uwezo na ubora wa watu hao ambao wanahusika na kukaa katika eneo husika. Kwa mfano kama ameweka waziri wa kilimo, bila shaka ameshaona kiongozi kama huyo anafaa kutokana na taaluma yake na uwezo katika kuhudumu kwenye eneo la kilimo. Kwa hivyo
inaonekana kwamba hata Mwenyezi Mungu pia ameshawajalia watu moja kwa moja kwamba wajahudumu katika maeneo husika. Maana yake ni kwamba katika nafsi zetu Allah ameshaweka hiyo misingi inayoashiria kama huyu anatakiwa kukaa katika eneo la kilimo, mwingine katika eneo la uvuvi, mwingine katika ufundi mbalimbali ikiwemo elektroniki, masuala ya ujenzi, kilimo na kadhalika. Kwa hivyo ingawaje sisi wengi hatutilii maanani mambo haya, na vitu hivi kijumla utaviona kwamba msingi wake unajengeka pale tunapoona watoto au vijana wana vipaji au zile ndoto, kwa zina ishara hii kwamba wale tayari walishajenga misingi hiyo ilikuwa imo katika nafsi zao. Sisi wenyewe kila mmoja anapaswa kujiangalia na kujiuliza ushuhuda huje, anaweza kujiona kama ndani yake iko ndoto au zile tunasema vipaji. Kila mmoja anapaswa kujiuliza na kuchunguza. Kwa hivyo katika eneo hili tunatakiwa tuliangalie kwa makini, na huu unaweza kuwa ni msingi bora sana kwa ajili ya kwenda kujenga msingi baadaye katika masuala mengine ya kitaaluma kwa ajili ya mafanikio yetu. Pia katika Qur'an tukufu kuna sura ya 14 aya 12 inaeleza aya hii kwamba nasema kama wamala na alla natawakkala ala Allah. Mwenyezi Mungu anasimulia hapa wanadamu wanakuwa wanajilaumu, wamala na alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana. Kwa nini sisi mpaka hatumtegemee Mwenyezi Mungu na ameshatuongoza njia? Na hiyo aya ya kipindi cha mwisho imemalizia kwamba na kwake tutegemee, falyatawakkal mutawakkilun, na kwake wategemee wale kutegemea. Kwa hivyo Allah anatueleza kwa Qur'an yake kwamba wanadamu wanajiuliza sisi tuna nini mpaka hatumtegemee Mwenyezi Mungu. Wamala na alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana, Allah ameshatuongoza njia. Kwa hivyo namna tunavyobaini hizi ndoto, ilhamu na vipaji, kwa hivyo inaonekana wazi kwamba hii ni njia Mwenyezi Mungu ambaye tayari ametufafanulia, ametupa sisi hidayah zake. Kwa hiyo maana yake tunapaswa kwenda kuziangalia, vinginevyo tutafikia pale tujitujuti mpaka tujiulize swala kama haya, wamala na alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana. Kwa hivyo tunapaswa kutilia maanani ndoto hizi, vipaji hichi, kwa sababu hata kuna yeye anasema thumma tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha tutaulizwa siku juu ya neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapaswa kutilia maanani sana mambo haya kwa ajili ya kwenda katika mafanikio yetu. Pia katika kuendeleza kuna methali muhimu sana hapa katika zile quotes of the day, inasema kwamba if you don't know where to go, any road will take you. Maana hiyo ni methali ambayo imetolewa na George Harrison katika zile quotes of the day. Maana yake kwamba kama hujui njia ya kwenda, maana njia yote inaweza kuchukua. Hii ni pale tunapoona kwamba mwanadamu kwa vile anakosa ndoto, amekosa kubaini kipaji chake na ndoto, kwa hiyo kwa maana kwamba anajikuta kufanya jambo lolote lile ambalo litakaa mbele yake, kumbe itakuwa hapa ni hali nzima ya kupoteza, kwa sababu tumeshapewa vitu vya kukamata, lakini kwa kutokujua kwetu labda tukavidharau na kuvitupa, hatimaye sasa tunaweza kuchukua chochote kile, na ndo hapa mtu anaweza kuwa anajifunza jambo ambalo kumbe halimu katika ndoto zake au halimu katika kipaji chake, na vipaji tukaviacha vikapotea. Hii inakuwa ni hasara kubwa, mpaka tunakuja sasa kujilaumu katika hali ya hapo mbele. Labda tuone kidogo kumalizia umuhimu wa ndoto. Umuhimu wa kufahamu ndoto zetu, kwanza ni wepesi sana kuimarisha msingi uliokwisha jengwa hapo awali. Ujenzi wake huwa mwepesi kwa vile kuna vichocheo vya kimaumbile katika eneo husika, lakini pia kujenga mazingira wepesi katika kuendelea kulingana na kujenga maeneo mapya. Baadhi ya wakati mlengwa huhisi kuna changamoto kubwa katika kuifuatilia, katika kuitekeleza ndoto, lakini kadri anavyoendelea na kuifuatilia ndoto yake kwenda kuitekeleza, ndipo funguka na kuwa njia kubwa ya mafanikio katika maisha yake. Na kuna changamoto kidogo katika namna kuzipoteza ndoto. Kwanza tutakuwa tumepoteza hazina za Mwenyezi Mungu ambao tunaenda kuulizwa hiyo. Kwa hiyo tutakuwa tumepoteza hazina za Mwenyezi Mungu, lakini pia kujenga msingi mpya usababisha ugumu. James Clear amelizungumza jambo hili katika kitabu chake cha Atomic Habits kwamba kwa vile mwanadamu amejengeka msingi wake katika nafsi, hasa ukawacha msingi huo, kwa hivyo inapelekea ugumu na inapelekea kitu ambacho amekiita it led the contradiction of yourself. Inapelekea mgongano kwa sababu katika nafsi kuna jingine, lakini wewe unafanya jingine, kwa hivyo inapelekea kuweza kuona mgongano wa mawazo baina yako na nafsi yako, na hali hii inapelekea ugumu sana wa kutekeleza kuifuata ndoto au kupotea na kwenda upande mwingine.
Pia vile vile hutumika nguvu kubwa zaidi ili kufuta vichocheo vya asili, kama tulivyozungumza kwamba kwa vile katika nafsi kumejengeka vijenzi vya asili. Kwa hivyo ili uende katika eneo jipya lazima ufute vile viambata asili vya nafsi. Kwa hivyo unapelekea ugumu sana katika kujenga viambata asili vipya. Baadhi ya wakati mhusika hujikuta ana hali ya kutoridhika kufanya kazi katika eneo husika, kwa maana pale unapofuta eneo asili na kuchukua eneo jipya, bado unajikuta kwamba unakosa kutokuridhika fulani katika kazi yako. Kumbe ni kwa sababu pale umeweka katika eneo ambalo halikuhusu, kwa sababu ya pengine kutokujua. Kwa hivyo inapelekea shida na tatizo kwa ujumla. Kwa hivyo kijua tunasema kama knowing yourself is the beginning of wisdom. Kujua nafsi yako ni chanzo cha busara. Kwa hivyo kifupi, tunataka kwenda kujua ndoto zetu, ilhamu za Mwenyezi Mungu, vipaji vyetu, ambao hii ni kitu muhimu sana kwa ajili ya kufanikiwa, na hapo ndio safari ya maisha inaweza kuanza. Baada ya hapo sasa, baada ya kubaini labda ndoto, ndio kunatakiwa kwenda kujenga ndoto hizo kwa taaluma. Na kuna methali nyingine tu hapo inatolewa na Robert Sharma, inasema push yourself to do more and experience more, harness your energy to start expanding your dream. Sasa baada ya kujua ndoto zako na vipaji, push yourself to do more. Sasa ujilazimishe nafsi yako kufanya mambo zaidi, more experience, kwenda kujifunza, kupata ujuzi zaidi. Harness your energy, hebu tilia nguvu sasa, jitilie nguvu to start expanding your dreams, ili sasa uweze kuikuza na kuweza kuiboresha ndoto yako. Hapo utakuwa ndio umefanikiwa sasa kwenda kuikuza ndoto hili au kipaji chako, na utakuwa ni mtu ambaye unakwenda katika njia nzuri sana ya mafanikio, na hatimaye sasa hapo unaweza ukaanza maisha yako katika njia iliyokuwa nzuri sana. Labda kufikia mpaka hapa kwa leo. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.